Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa tena kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, leo ikiwa ni siku ya 30 ya mafungo yetu ya siku 40 ya Kwaresma. Na tunapoendelea na tafakari hizi za Kwaresma, ninatamani tujifunze series inayosema safari ya kurudi. Unajua tumekaribia sana kwenye fumbo kubwa kabisa la Pasaka. Tujifunze safari ya kurudi. Kwa sababu kipindi cha Kwaresma, ndugu zangu, ni kipindi cha kurudi. Ni kipindi cha kurudi. Wakati mwingine maisha, ndugu zangu, yanatufanya tuende mbali sana na Mungu. Tunaenda mbali na Mungu. Watu wengi sana, kwa sababu labda ya safari za kimaisha, wanajikuta wamekwenda mbali sana na Mungu, wamejishikanisha na vitu visivyo Mungu, wamejishikanisha na vitu visivyo na Mungu. Sasa wakati huu wa Kwaresma ni wakati wa kuanza safari ya kurudi, na hasa kwa namna ya pekee tunapokaribia sana kwenye fumbo hili kubwa kabisa la Pasaka. Kwa hiyo katika safari hii tutachukua different aspects katika habari nzuri sana ya mwana mpotevu. Hii ni habari ya kurudi tunayoipata kutoka kwenye Injili ya Luka, ile sura ya 15 mstari wa 11 mpaka wa 32. Hii ni habari ambayo tunaifahamu, ni ya yule baba ambaye alikuwa na watoto wawili, mmoja mkubwa na mwingine mdogo, na yule baba alikuwa na mali nyingi. Alafu yule mdogo akamwambia baba, nipe sehemu ya mali. Akaomba urithi kabla baba yake hajafa. Akachukua akaenda kutapanya. Alipotumia vibaya, zile mali zilikwisha na baadaye akawa kwenye tabu kubwa. Lakini to cut the story short, baadaye akaanza safari ya kurudi kwa baba yake. Kwa hiyo kila siku katika siku hizi chache zilizobaki, tutaangalia aspekti mbalimbali zinazotusaidia kwenye safari yetu hii ya kurudi kwa Mungu. Na leo nataka nianze na jambo la kwanza ambalo mwana mpotevu alilifanya, kosa alilolifanya ili na sisi tusifanye kosa hilo. Kosa la kwanza mwana mpotevu alilolifanya ni kwamba alisahau alikotoka. Alisahau alikotoka. Ndugu zangu, tusisahau tulikotoka. Ukisoma kitabu cha Yoshua bin Sira, ile sura ya kitabu cha Yoshua, sio Yoshua bin Sira, Yoshua ile sura ya 5 mstari wa 9 mpaka wa 12, tunaona wana wa Israeli pale wakiwa katika nchi ya ahadi. Na walipofika, kitu cha kwanza walifanya karamu, walifanya karamu ya kukumbuka walikotoka. Hiki ni kati ya kitu walichokifanya. Walifanya karamu ya kukumbuka walikotoka, walivyotoka utumwani. Ndugu zangu wapendwa, ni vizuri sana kama wanadamu, mara nyingi sana huwa hatukumbuki jambo hili. Ni vizuri tukakumbuka tulikotoka. Tusisahau tulikotoka. Kuna watu wa Swahili wanasema asiyejifunza kutoka kwenye historia, adhabu yake ni kurudia makosa yaliyofanya historia. Kwa tukisahau tulikotoka, tutarudia kwenye makosa makubwa sana. Watu wengi sana baada ya mafanikio huwa tunasahau kabisa tulikotoka. Watu wengi tukitoka kimaisha tunasahau tulikotoka. Hivi unakumbuka wazazi wako walikokutoa? Hebu jiulize, hivi unakumbuka mlikotoka wewe na mwenzi wako? Hivi unakumbuka wewe na mume wako mlivyoanza? Unakumbuka wewe na mke wako mlikotoka, mlikoanzia? Watu wengi sana ndugu zangu huwa wanasahau walikotoka. Sasa katika injili hii ya mwana mpotevu, huyu mwana mpotevu alisahau alikotoka. Alisahau baba yake alikomtoa. Alisahau kabisa kwamba ya dunia yana mwisho. Unajua, alikulia katika nyumba nzuri yenye upendo, nyumba ya baba ambaye alimuhifadhi vizuri, baba ambaye alimlea, baba ambaye alimpa hifadhi nzuri sana, alimpa hadhi nzuri. Lakini katika ujana wake huyu mwana mpotevu ilifika mahali akachagua kusahau hayo yote. Aliona kukaa pale kwa baba yake ni kama vile anabanwa sana. Aliona hayuko huru na anataka kuwa huru. Akaamua kujitenga bila kuelewa kwamba uhuru wa kweli haukuwa katika kuwa mbali na baba yake,
bali uhuru wa kweli ulikuwa kwenye mipaka ya upendo wa baba yake. Ndugu zangu, mara nyingi sana na sisi tunasahau tulikotoka kiroho. Hivi kweli tunakumbuka jinsi wazazi walivyotulea kwenye misingi ya imani? Wakati mwingine tunasahau. Wakati mwingine tunasahau jinsi mama zetu walivyokuwa wanatuombea. Tunasahau jinsi baba zetu walivyokuwa wanatuongoza. Wakati mwingine tunasahau jinsi kanisa lilivyotulea na lilivyotuandaa kwenye misingi ya imani. Tunasahau. Wakati mwingine hata tunasahau zile sala tulizokuwa tunasali tukiwa watoto. Tunasahau. Wakati mwingine tunasahau neema ya kuishi katika utakatifu. Tunasahau vyote hivyo. Tunasahau hayo yote. Na kwa sababu hiyo, tukisahau tu, tutatafuta kuwa huru. Tunatafuta kuwa huru. Sababu inayotufanya tusahau ni kwa sababu tunafikiri tukishika hayo mambo hatuko huru. Kwa hiyo tunasahau mambo yote hayo kwa sababu tu tunatafuta kuwa huru. Tunafikiri kwamba kuwa huru labda ni kuacha tunu njema za Kikristo tulizopewa na kanisa, tulizopewa na wazazi wetu. Tunapotafuta kuwa huru, tunataka kuwa huru, mara nyingi sana waga hatuelewi kwamba tunajitenga na chanzo cha furaha ya kweli, chanzo cha furaha halisi. Sasa tukumbuke ndugu zangu kwamba huyu kijana hakutoka nyumbani kwa sababu alikuwa na njaa. Hapana. Hakutoka nyumbani kwa sababu alikuwa hana chakula. Hapana. Alitoka nyumbani kwa sababu ya njaa ya uhuru. Tena uhuru usio na mipaka. Uhuru usio na responsibility yoyote. Usio na accountability yoyote. Na ndio maana alitaka kuondoka. Na kule kuondoka kwake kulikuwa ni kosa kubwa sana. Kulikuwa ni kosa kwa sababu alitafuta furaha nje ya familia, ambayo wakati mwingine haiko hivyo. Ndugu zangu, hii ni hali ya kiroho ya binadamu wengi sana. Ya binadamu wengi. Hii ni hali ya roho ya binadamu ambaye anataka kujitosheleza bila Mungu. Wako wengi wanafikiri watajitosheleza bila Mungu. Unajua Mtakatifu Agustino alizungumza akasema, Mungu, alitoa sala hii nzuri. Akasema, Mungu umetuumba kwa ajili yako. Na roho zetu hazitapata pumziko hadi zitakapopata pumziko kwako. Ndugu zangu, huyu kijana kama watu wengi sana leo hii alikosea kwa sababu alitafuta kuridhika, alitafuta pumziko kwenye vitu vinavyopita. Hakuelewa kwamba furaha ya kweli iko ndani ya Baba, iko ndani ya Mungu. Ndugu zangu, tunapojisahau wakati mwingine tunajikuta tunaanza kutanga huko na huko. Tunakumbatia maisha ya tamaa. Tunapojisahau, tunakimbilia mafanikio ya haraka. Watu siku hizi wanataka mafanikio ya haraka tu. Ameanza kazi leo, anataka kesho aendeshe gari nzuri, awe na nyumba, afanye nini. Kwa anajikuta anatafuta hata hayo mafanikio kwa namna zisizo sahihi. Ataiba, atagushi nyaraka, atafanya vitu vingi sana. Wakati mwingine tunakimbilia, hata tunapojisahau, tunakimbilia kwenye imani zisizofaa. Tunakumbatia mitindo ya ovyo kabisa ya dunia, ambayo imejaa ushawishi na uongo mwingi. Na hapo ndipo tunapoanza kupotea taratibu. Na ni hatua moja baada ya nyingine, hatimaye tunajikuta kabisa tuko mbali kabisa na nyumba ya Mungu. Sasa lakini yote haya ndugu zangu yanaanza pale tunaposahau wema wa Mungu, tunaposahau misingi ya maisha yetu. Huyu kijana, huyu mwana mpotevu huyu, alifikiri kwamba atapata furaha ya kweli nje ya familia. Kumbe hapana. Kumbe furaha ya kweli aliacha ndani ya familia yake. Aliacha furaha ya kweli. Tunamshukuru Mungu, baadaye alitambua, akarudi na akapata ile furaha ya kweli aliyokuwa kaiacha. Ndugu zangu, nikuulize maswali. Mara ngapi ndugu zangu umefikiri labda hata ndoa yako haina furaha ya kweli, ukaanza kutafuta furaha ya kweli nje ya hiyo ndoa yako? Mara ngapi umefikiri kwamba imani yako haina maana, ukaanza kutangatanga huko na huko, kutafuta manabii wa uongo wababaishaji, ukaenda hata kwa waganga wa kienyeji. Mara ngapi ndugu zangu umeona mke wako au umeona mume wako hafai, ukaanza kuona wengine ni bora zaidi? Mara ngapi umeona jumuiya yako haifai, ukaanza kutamani jumuiya nyingine, ukaona jumuiya nyingine ndio bora zaidi?
Ndugu zangu wapendwa, kipindi hiki cha Kwaresma ni wakati wa kujikumbusha, ni wakati wa kujiuliza, je, hivi ninakumbuka wema wa Bwana katika maisha yangu? Ninakumbuka wema wa Mungu katika maisha yangu? Je, bado ninaishi kama mtoto wa Mungu au nimeanza kuishi kama mpangaji hapa duniani? Ndugu zangu wapendwa, kujikumbusha tulikotoka kuna tufungulia njia ya kurudi. Tukikumbuka tulikotoka, tunajua tutarudi namna gani. Mtakatifu Teresa wa Avila anasema, people who do not remember where they came from will never know where they are going. Ndugu zangu wapendwa, tukumbuke tulikotoka. Never despise your humble beginning. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Fuatana nani siku ya kesho. Share ujumbe huu kwa ndugu, jamaa na marafiki.